EPD yangu inasoma 2013. Nikawaambia sasa tutadoze na Jenny kwa kitanda, alafu huyu best yake adoze hapo kwa couch. Na nikakiti kadogo katusita. Nikatusita. Sasa una imagine atajikunja hapo mpaka morning. Alafu sasa mimi sijailala na mademu wawili kwa nyumba. Sasa ni ile niko na wasiwasi. Hata in fact that night nothing happened because bado unaona ka bed sitter kana curtain sana, naogopa tena kufanya kitu na best yake hapo pale nini, alafu mimi sijazoea kulala kana nimeswitch lights off, lights ziko on, nikaona siwezi. So tukadoze ikafika morning. Sasa si hiyo ni Sunday, tumedoze imefika Monday morning. Monday kufika, mimi nikaamka morning kama kawaida, nikapiga shower, nikamwambia sasa mimi naenda job. Unajua sasa ni mimi natoka nga 5. Yeah. Nikaona hakuna venye nitamsha watoto watu 5 niwaambia ati tutoke tuende. Nikamwambia sicheki, mimi natoka naenda job, but na nimewachia hapo vitu 3. Nimewachia fare, do ya breko na padlock. Mkimaliza kula breko, kishaamka mkikula breko mnifungie keja. Keja yangu si mbali na highway, ni hapo tu. Keja ndio hii highway iko hapo nyuma. Mchomoke tu. Ni mchomoke muishia. Wakaniambia ni sawa. Mimi nimeacha madem kwa keja, nimeenda nimepiga wera. Maafter hivi saa 8 nikasema hebu acha ni confirm kama madem walienda home. Piga simu ya Jenny iko off. Nikasema okay, maybe walienda, simu maybe ndo iko na shida network kama maybe ni charge. Mimi nikaendelea kupiga job. Jioni kurudi, wako tu pale. Wamefua mpaka nguo zangu zenye zilikuwa kwa suitcase na ni safi, wamefua tena, wamepamba nyumba. Zile ndo niliwachia za fare, wamenunua hadi food, wamepika. Unajua nilikuwa na vyombo za kupika, ni ile siku anapika kwa nyumba. Wamepika. Nikauliza rada, kwani mliamua aje mkuishia home? Wakaniambia hapana, si tulionaje? Hatujailala nje. Na sasa juu hatujailala nje, tuliona tukienda home watatumaliza. Wewe fanya hivi, kama unataka turudi home, wewe ndio utatupeleka. Sasa ona, hao ndio walijileta, lakini sasa wakatoa kurudi kwao, wanataka mimi ndio niwarudishe. So tena mkadoze. Mimi nikamwambia ni noma. Kama mnataka niwarudishe hata mimi niko na condition basi. Mtaningojea mpaka weekend cause ndio hiyo ndio time yenyewe ndapata time. Wakaniambia ni sawa. Sasa akabeshte kake kanyekalala kwa couch. Sijui ni kama mchana walibonga vitu zao hapo, kakaleta shida. Akaniambia by the way unajua ni aje? Mimi leo siwezi jikunja kwa kale kakiti. Hiyo kitanda mimi naona ni big enough for us. Inaweza tutosha sisi wote watatu. Tutadoze wote 3 hapo. Wasichana 2 na mimi. Sasa wanataka waniweke center. Huyu adoze right, huyu adoze left. Nikamwambia hizo ni gani? Tena mnataka tena kuniwekea rules kwa keja mine? Okay, sawa, fanyeni hivi. Mnataka tudoze wote 3 hapo? Ni sawa. Joto itatuua. Si hata nyinyi mlisikia usiku venye hii keja iko na joto. Kama mnataka tudoze 3, tulale bila rodhi sisi wote. Sasa ile kitanda hatuwezi lala 3, tutakufa. So hata hao kumbe hivyo ndio walikuwa wanangoja. Wakasema iko fiti tulale bila rodhi. Rodhi sasa ni nguo sasa. Sasa wakatoa marodhi, mimi nikatoa rodhi pia, nimebaki na kabox hapo nini. Hata hebu niambie tu hata kama ni Simon Kibe. Umelala hapo. Hapa kando hii ni pizza, hapa kando hii ni burger na uko Kinenge. Tadu. Si unabugia? Mimi ikabidi nimezichapanisha zote. Nikacheza kadrisam hapo. Sikujua ni threesome yangu ya mwisho. Nikazichapanisha. Tukadoze. Hiyo ni Monday. So mpaka saizi hujajua hawa ni watoto, ni maanda age. Sasa uko na time ya kuuliza ID na zile vitu wanafanya ni machua. Ni mtoto mgani anajitoa subukia anajileta hadi Nakuru? Anajua kuoperate simu, anajua kutuma nudes, anajua kupika, anajua kufua, anajua kukaa kwa nyumba. So mimi nikatulia nao. Hiyo ni Monday, ikapita Tuesday. Nikaona hapana. Unajua mimi ni msee nilikuwa nimezoea kula home. Sasa hapa niko na mzigo wa watu 2. Nikaona ka saving nimeanza kukaguza, kameanza kutingika. Sasa nikaona hapa akufukuzaya kuambia toka. Sasa hapa ni kutumia tactics. Nikawakaisha chini sasa weno jioni. Nikamwambia okay, mimi najua nyinyi wote mnanipenda. Na pia mimi nimeanza kudevelop feelings kwenu, lakini at the same time hakuna venye mimi naweza wamari juu mimi sikuwa na mpango wa kuoa kitu ya kwanza. Na hata kama niko na hiyo mpango wa kuoa siwezi waoa wawili at once surely.
so mi nataka hivi mi nataka muende home munipee time nijipange, nikijipanga niwakujie ama one of you aende alafu tukijipanga tumkujie. Unaonaje? Jeni kakakubali, kakasema by the way Jumi ndio niko na phone. Unajua best yake hakuwa na simu. Kama by the way Jumi ndio niko na simu, hiyo idea ni poa. Wacha mimi niende home. Niende nione rada venye iko. Nikipata rada ni safi, nikupigie Diana na yako. Kaingiana. Kumbe hapo ndio nilifanya makosa. Nikaachilia Jeni akaenda, nikabaki na Diana kwa nyumba. Jeni venye alienda, yeye unajua hata hajai come Nax, ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Venye alienda alifinywa sana, akapelekwa hadi stage, akapigwa sana. Sasa yeye ajui kwangu na hajai kuja. Venye alihandle sana, kitu alipeana ni namba yangu ya simu. Na wewe bado uko na huyo msichana mwingine? Mimi bado niko na Diana kwa nyumba. Mnasukuma masiku. Tuko Thursday, sasa hiyo ni Thursday, Friday, Saturday. I remember Saturday job yangu ya mwisho nilifanya Solai. Kuna event nilikuwa nimeenda hapo Solai. Hiyo ndio ilikuwa job yangu ya mwisho. Sasa on Sunday tarehe 2 of April 2023 tarehe 2 tumetulia. Sasa hiyo siku sikuwa job, hiyo siku nilikuwa off. Tumetulia kejani, nimepromise Diana leo tutakaa na tumefanya mambo yetu, tumekula, tumeshiba. Sana mchana tuna watch tu ka movie hapo tu. Ujue Diana hata pia amepiga shower, so hana kitu kingine, ako tu na ka dress, hana hata hizo nguo za ndani hana, ako tu hivyo. Alafu mimi niko tu hapo tumerelax. Nikapigiwa simu. Hiyo simu nikaiogopa sana. But nikasema tu acha nipike. Zikakwambia sio simu ya kawaida. Nikaipika. Niaje Frank, poa. Sasa tumecheki unapiga job poa sana online. Na sisi ni wageni hapa Nakuru, tuko na shule fulani tumefungua hapa section 58. Tulikuwa tunataka ukamu tupigie quotation ya kazi, utuambie tunaweza tulipisha aje. Nikashindwa aje. Na Diana pia kaka sense, kakaniambia hapana. Si leo uliniambia leo ni siku yetu ya kuspend, usiende. Nikamwambia hapana, wewe tulia. Unaniambia nisiende na jioni utaniitisha chakula hapa. Si utulie niende, sababu sasa hiyo ni kitu saa 8, wananipigia saa 8. Nikapiga hesabu, unajua mimi half day nilikuwa napewa dhao mshahara, full day nilikuwa nalipwa 1800. So nikapiga hesabu saa hii ni saa 8, by 6 nitakuwa nimeunda dhao. Huyu dema ananichanganya, mimi naenda kazi. Na dema akanikwamilia kabisa. Lakini sasa venye niliona dema ameinsist na pia mimi ninashuku kuna kitu inaendelea, nikapigia ule msee nikamwambia fanya aje? Juu mimi niko mbali kidogo, siwache tu nikutumie namba ya boss wangu. Juu hata boss wangu ndiye anaweza kufanyia quotation poa kunishinda. Akanyamaza kwanza, akaniambia okay. Sawa, lakini mimi nilikuwa nataka wewe, but ni sawa tutumie namba ya boss wako. Mimi nikatumia namba ya boss wangu teke na kierere. Boss wangu ni madam, si nilikwambia. Anaishi hapa chini Shababa. Sasa kumbe walienda wakaingiza madam box. Wakamwambia A to Z. Madam na yeye juu ya ile roho ya uzazi, ni mzazi pia. Akaona kama kijana wangu wa kazi anaweza weka watoto wa shule kwa nyumba hapa. Akanipigia, akanisweet talk. Mambo Frank, kuna kakazi kametokea hapa, si uteremke akikimbia saa hii. Nikamwambia madam, sina fare, ile kutoa excuse ndio nisiende. Nikamwambia fare ninakutumia, hata usipande mat, nakutumia fare ya piki. Nduthi ndio hiyo faster, mimi hata hakuna kuchange. Nimetoka tu nimevaa masandals tu hapo, nimejiekelea ka jacket, nimepanda pikipiki ndio hiyo mbio tena najipeleka mpaka kwa boss wangu. Nimeingia na kierere, nimeenda store. Sasa ni kukagua bouncing castle yenye ndabeba. Kwenda kujigeuza hivi ndio hao wazee hapa nyuma. Niaje? Wewe ndio Frank? Na hiyo sauti inakaa familia. Tumeongea naye tu saa hii. Nikamwambia wazee, kwani kuna shida? Wakaniambia kuna kashida, wewe ndio tunakutaka. Nikawapea tu mikono, sababu mimi niko na confidence, sina makosa yote. Mimi raia, mimi sifanyangi crime yote, siibangi kitu ya mtu.